Imetimia saa 6 kamili. Ifuatayo ni taarifa ya habari. Msomaji wake ni mimi Apalaza Kalimkimwa. Kwanza ni muktasari wake. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amempongeza mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia anemaliza muda wake Nasani Belete kwa ushirikiano wake mkubwa alioonyesha kati ya Tanzania na Benki ya Dunia. Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Juma Zuberi Homera amesema serikali inaendelea kufanya maboresho mbalimbali ili kuleta mageuzi katika sekta ya sheria nchini. Jeshi la polisi mkoani Arusha limesema jumla ya watuhumiwa 176 wamehukumiwa vifungo mbalimbali kwa makosa ya ulawiti, ubakaji, wizi, dawa za kulevya, kujeruhiwa, uvunjaji, kupatikana na nyara za serikali. Na kimataifa, Iran imejibu pendekezo la hivi karibuni la Marekani linalolenga kuimaliza vita, ikiongeza kuwa juhudi za kidiplomasia zinaendelea kusimamiwa na Pakistani ambayo ndio mpatanishi kati ya nchi mbili. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amempongeza mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia anemaliza muda wake Nasani Belete kwa ushirikiano wake mkubwa alioonyesha kati ya Tanzania na Benki ya Dunia. Ametoa pongezi hizo Ikulu jijini Dar es Salaam wakati alipokutana na kufanya naye mazungumzo kwamba mchango wake umeendelea kuimarisha uhusiano kati ya serikali na benki hiyo. Kwa upande wake, Nasani Belete ameipongeza Tanzania kwa kusimamia kwa ufanisi miradi inayofadhiliwa na Benki ya Dunia, akitaja kuwa miongoni mwa nchi zenye miradi inayotekelezwa vizuri zaidi barani Afrika. Amesema ushirikiano kati ya Tanzania na Benki ya Dunia umeimarika katika maeneo ya elimu, afya, nishati, maji, hifadhi ya jamii, miundombinu na mageuzi ya kisera. Arusha. Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Juma Zuberi Homera amesema serikali inaendelea kufanya maboresho mbalimbali ili kuleta mageuzi katika sekta ya sheria nchini. Ametoa kauli hiyo jijini Arusha wakati akifungua mafunzo maalum kwa mawakili wa serikali yaliyoandaliwa na ofisi ya wakili mkuu wa serikali yenye lengo la kuwajengea uwezo mawakili wa serikali nchini. Amesema kuwa kupitia mafunzo hayo mawakili hao watapata uwezo katika maeneo ya kimkakati yakiwemo usimamizi wa mikataba ya ujenzi na manunuzi, sheria za anga na utatuzi wa migogoro ya anga. Ameeleza kuwa pamoja na mambo mengine, taifa linahitaji watu imara katika kusimamia sheria zitakazoleta amani, utulivu, maendeleo ya kiuchumi kwa jamii, hasa katika utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. Arusha. Jeshi la polisi mkoani Arusha limesema jumla ya watuhumiwa 176 wamehukumiwa vifungo mbalimbali kwa makosa ya ulawiti, ubakaji, wizi, dawa za kulevya, kujeruhiwa, uvunjaji, kupatikana nyara za serikali. Kamanda wa polisi mkoani humo SASP Justin Masejo amesema kati ya waliohukumiwa kwa makosa makubwa, mtuhumiwa mmoja alihukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji, huku wengine wakipata vifungo mbalimbali. Amefafanua kuwa watuhumiwa wawili wamehukumiwa miaka 30 gerezani kwa makosa ya kubaka na wizi, na watuhumiwa wengine wawili wamehukumiwa miaka 20 gerezani kwa makosa ya unyang'anyi. Aidha, amebainisha kwa kuwa kupitia operesheni dhidi ya dawa za kulevya wamefanikiwa kukamata watuhumiwa 19 wakiwa na mirungi kilogramu 90 na watuhumiwa 12 wakiwa na bangi misokoto 177. Na sasa tuhamie katika habari za kimataifa. Iran imejibu pendekezo la hivi karibuni la Marekani linalolenga kuimaliza vita, ikiongeza kuwa juhudi za kidiplomasia zinaendelea zikisimamiwa na Pakistani ambayo ndio mpatanishi kati ya nchi mbili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bagei, amesema kwa sasa mpira uko pande mbili Marekani, na akasema ikiwa kutatokea uwezekano wa kurejea kwa vita, Tehran imejiandaa ipasavyo. Duru za habari zinaarifu kuwa Marekani imeonyesha kulegeza msimamo wake na kuafiki swala la Iran kuendelea na shughuli chache za nyuklia zisizo za kijeshi chini ya usimamizi wa shirika la nishati ya atomiki. Aidha, Iran imesisitiza kuwa kumaliza katika vita hivyo, kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kuondoa vikwazo vya Marekani kwenye bandari zake. Goma. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema itafungua vituo vitatu vya matibabu kwa ajili ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola katika jimbo la Ituri. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa mlipuko huo ni dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa, na limetuma timu ya wataalamu na vifaa ili kusaidia kupambana na kuenea kwa virusi hivyo. Hadi sasa watu karibuni 90 wameripotiwa kufariki kutokana na virusi hivyo, huku WHO ikionya kuhusu hatari ya ugonjwa huo kusambaa hadi katika nchi zinazopatikana na DRC. Visa vya ugonjwa huo tayari vimeripotiwa Uganda, huku Rwanda ikitangaza kufunga mpaka wake na DRC Congo. Paris. Mawaziri wa fedha nchi 7 zinazoendelea kiviwanda duniani G7 wamekutana siku ya Jumatatu mjini Paris, Ufaransa, kujadili athari za vita ya Iran na Ukraine. Mawaziri hao watajadiliana namna ya kukabiliana na matatizo ya kisiasa na kiuchumi, hasa mfumuko wa bei ya mafuta kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mkutano huo wa siku mbili ambao utahudhuriwa na wawakilishi kutoka benki kuu za kimataifa ya G7 utajadili masuala ya muhimu ya soko la hisa na kujaribu kupata jibu la mvutano wa kiuchumi duniani. Mgawanyiko ndani ya kundi hilo linajumuisha mataifa ya Marekani, Kanada, Ujerumani, Italia, Ufaransa, Japan pamoja na Uingereza unadumaza juhudi hizo kuelekea mkutano wa kilele wa viongozi wa G7.
Kabla ya kumaliza taarifa yetu ya habari, tusikize tena muktasari wake. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amempongeza mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia anayemaliza muda wake Nasani Belete kwa ushirikiano wake mkubwa alioonyesha kati ya Tanzania na Benki ya Dunia. Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Juma Zuberi Homera amesema serikali inaendelea kufanya maboresho mbalimbali ili kuleta mageuzi katika sekta ya sheria nchini. Jeshi la polisi mkoani Arusha limesema jumla ya watuhumiwa 176 wamehukumiwa vifungo mbalimbali kwa makosa ya ulawiti, ubakaji, wizi, dawa za kulevya, kujeruhi, uvunjaji, kupatikana na nyara za serikali. Na kimataifa, Iran imejibu pendekezo la hivi karibuni la Marekani linalolenga kumaliza vita, ikiongeza kuwa juhudi za kidiplomasia zinaendelea zikisimamiwa na Pakistan ambayo ndiyo mpatanishi kati ya nchi mbili. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutokea hapa Triple FM 92.1. Taarifa nyingine ya habari itakuja majira saa 2 kamili usiku. Endelea kufuatilia vipindi bora kutokea hapa Triple FM, kilicho bora zaidi. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.